Sasa hizi hajafika. Kaka hapa. Leo stoki hapa. Najua mpo ndani humo. Hey. Mama. Karibu. Mumeo yuko wapi kwanza? Mama, mume wangu yupo kaenda kibaruani. Kaenda kibaruani? Kwa hiyo kayasahau yote. Amenikimbia. Hivi nyewe mnanionaje kwanza? Mnanichukuliaje mimi? Mnanichukuliaje nauliza? Mama, mbona sikuelewi? Unielewi kivipi? Hivi mnaweza mkanitapeli na nyumba yangu nyie watoto? Nataka kodi yangu ya nyumba nataka. Mama, pesa ipi tena ili mume wangu alishakulipa pesa yako? Ameshanilipa? Hayo makaratasi mnashirikiana na mume wako kunitapeli mimi? Hivi watoto wa mjini wanaoita vishandu, kwa hiyo na mumeo nyie ndio vishandwe. Mnakula njama mnitapeli mimi. Mama, mume wangu zile hela kabla hajakuletea wewe tumethibitisha kabisa na si wenyewe ndio tunazozitumia hizo kwamba ni hela halali. Wewe unasemaje makaratasi? Nyumba hii hamjui nimejenga na nini. Hamjui nimetafuta kwa jasho gani. Unanielewa? Sasa utanitambua. Sasa mtanijua kama mimi ni mtoto wa mjini au sio mtoto wa mjini. Mama, akija mumeo muelezee. Jamani, hawa siku hizi vipi hawa? Hadi uchawi. Ili amezi. Mke wangu, kwani shida nini? Toka nimefika hapa umekasirika tu, pua zimekutanuka, shida nini? Hivi nasema mume wangu, lile begi lina kazi gani humo ndani? Nakuuliza Nasibu, lile begi lina kazi gani humo ndani? Hivi unajua litatuletea madhara gani kwenye maisha yetu? Ushakufikiria? Kwani mke wangu, kwani kuna shida gani? Mimi mbona sikuelewi unazungumza kitu gani kwani? Hivi unajua nimemkuta yule mama kwenye kizingiti cha mlango. Na kaongea maneno ya kashfa. Maneno ya vitisho. Hivi ni jinsi gani maisha yangu yatakuwa hatarini? Yaani sijaelewa. Mama mwenye nyumba kaja hapa kaongea maneno ya ofa, maneno ya vitisho kuhusu nini? Na kama pesa yake si tushamlipa. Tumemlipa miezi 6 tunaodai na miezi 6 inayokuja. Tena kaja kupiga kelele za nini tena? Pesa gani ulizompa wewe? Ni yale makaratasi? Sasa bado najipenda. Naomba unisikilize. Hii nyumba mimi siwezi kukaa tena. Nyumba zimejaa kibao hapa mjini. Sijui kwa nini unapangangania hapa tu. Wewe sikiliza bwana, mke wangu bwana. Mbona unataka kufanya mada inakuwa ndefu na mambo yanakuwa mengi? Tunahama kwa ajili ya kudaiwa au kwa ajili ya maneno mawili matatu na mwenye nyumba unamwogopea nini mpaka tuame hapa? Hapa sikiliza, hapa aondoki mtu. Mimi sina la safa kusema tuame, tutafuta sehemu nyingine. Sijui mambo ya usafiri, sijui kutafuta vimba kulipa dalali, mimi sina. Hapa mimi siondoki. Kitu gani ambacho unamwogopea mwenye nyumba? Kitu gani? Nini ambacho unamwogopea mwenye nyumba? Unamwogopea nini? Anaua yule. Hivi unajua mwenye nyumba kaongea maneno ya vitisho kiasi gani? Na isitoshe kaja akachota hadi mchanga wa nyayo wangu. Amechukua mchanga wa nyayo yako? Kivipi sasa? Afu wewe utakuwa ushampa lugha chafu yule mama. Na kwa nini unampa lugha chafu? Ni hivyo nilivyokuambia. Hii nyumba nimeichoka, naomba tuame. Ujue huko alipofika mama mwenye nyumba amefika mbali. Sasa sikiliza. Mimi nitaenda kuongea naye na nitajua mimi naenda kuongea naye vipi, lakini hapa hatutoki. Yaani hatuendi popote. Hapa ndo nyumbani kwetu. Japokuwa jumba sio letu tumepanga. Over.
Odi mama. Shikamoo mama. Sina hata shida hiyo shikamoo yako. Umekuja na pesa zangu au umeniletea maneno matupu tu? Hapana mama, sikuja na lengo hilo. Nimekuja hapa na lengo lingine kabisa mamangu. Lengo gani? Mama, nasikia umekuja nyumbani kuja kunidai pesa yako, sawa? Lakini mbona umechukua pale unyayo wa mke wangu? Mke wangu umemtoa mguu kachukua mchanga pale. Sasa mamangu, shida nini? Huo mchanga nimechukua, lakini nimechukua ni kwa kutisha tu. Baba, mimi sina hata nia mbaya na mkeo. Wala na wewe. Nilichukua vile kwa sababu ili uje hapa. Sasa ndio umejileta mwenyewe. Ninachotaka ni pesa yangu. Kwa hiyo mamangu nataka kuniambia kwamba hakuna shida yoyote mke wangu. Sina hata baya lolote na hata siyajui mambo hayo mimi. Sawa mama, lakini si unajua hali yangu jinsi ilivyo sasa hivi, hohe hai sieleweki mbele wala nyuma. Lakini mamangu, mimi nakuahidi nitapambana kadri ninavyojua kupambana mimi. Mama, nakuletea pesa yako. Lakini kwa sasa hivi mamangu, nivumilie kwa sasa hivi, nakuomba, sina pesa kwa sasa hivi mama. Sasa nitakuvumilia mpaka lini wakati na mimi nategemea kula? Nyumba ile ndio utafutaji wangu. Kwa hiyo ulivyonipa makaratasi wewe ulitegemea nini? Mimi ule ndio utafutaji wangu baba. Nimekupangisha pale unipe pesa, niwe ninakula, ninasomeshia watoto. Alafu mamangu, hapo unavyosema mimi nimekupa pesa makaratasi. Mimi sio zumuni langu. Mimi najua nimekupa pesa taslimu, lakini bahati mbaya ndio hivyo. Mambo yamekuja kwa sio, hela imegeuka makaratasi. Alafu so wewe tu, hata rafiki yangu nimempa pesa, kaenda zake dukani, ile pesa imeyayuka. Sasa hapo mama, mimi ndo najiuliza mimi na mikosi gani na mikosi gani mama yangu? Mimi mwenyewe sipendi. Kwa hiyo sasa hivi umekuwa chuma ulete sasa. Umekuwa chuma ulete? Unatapeli watu sasa. Hapana mamangu. Sasa nakupa mwezi mmoja. Uniletee pesa yangu. Usiponiletea hiyo pesa yangu, ndugu yangu, nakuja kutoa vilago vyenu na vitoa nje, muondoke nimpe mtu mwingine nyumba nipate pesa ya kula. Basi mama, mimi nikuthibitishie, huo mwezi mmoja kwangu mimi siku 60, yani ni mwezi mwingi sana na muda mwingi sana. Mimi nakuahidi mama, kabla huo mwezi kuisha, mimi pesa yako nitakuonyesha kuletea taslimu hapa. Haki ya Mungu, yani huo mwezi wenyewe singine hauishi. Ndio ninakwambia hivyo babangu. Utakavyoileta hapa ndio tutakavyoelewana, lakini bila hivyo nakuja kutoa kila kilichokuwa chenu kule na watolea nje, mnipe chumba changu. Basi sawa mama. Lakini samani mama, mchanga si ulimwaga? Nilimwaga. Mimi mambo hayo sina kabisa mimi. Sawa. Asante. Haya, karibu tena. Kwa mfano wewe ndo mwanamke wangu. Lakini mwanamke wangu tumeishi katika mazingira magumu sana ya kimaisha. Leo katika pita zangu, Mwenyezi Mungu amenijalia nimepata fuko la hela. Nimerudi nao nyumbani. Lakini katika kurudi nao nyumbani, kutokana na hali yetu ya kimaisha alivyokuwa dhoofu na maisha magumu, mimi nilitegemea wewe utafurahi. Lakini zile pesa kipindi nimerudi nazo nyumbani, wewe umekasirika. Unaniambia hizo pesa rudi nazo huko ulipozitoa. Sitaki kuziona. Wewe sasa wewe ndo mke wangu hapa. Sasa hapo ndo hivyo. Vaa picha, wewe ndo mke wangu, unanijibu mimi hivi. Rudi na hizo pesa huko ulipozitoa, sitaki kuziona huko ndani. Mimi nikaona so kweli mke wangu, sasa tumeishi mazingira magumu, tuna mambo magumu ya kimaisha, hatujui kula yetu, hatujui maisha yetu inaendaje. Lakini leo kupata hii pesa mke wangu, tunaweza sisi tukapanga biashara. Mke wangu unanijibu, sikiliza nikwambie, ukitaka huko ndani maelewano yawepo, chukua hiyo pesa rudisha ulipoitoa, sababu wewe kazi yako uwezi ukapata kipato kama hiki. Mimi nasema so kweli, acha nivumilie tu, leo asubuhi tutayapanga. Asubuhi mimi natoka na kwambia mke wangu, pesa kula utachukua huko kwenye begi. Utafanya mazingira yako ya kula. Unaona siwezi kutumia hizo pesa zako mimi. Sijui kitu gani kula. Mimi nishakwambia hizo pesa sitaki kuziona huko ndani. Mimi nabaki kushangaa. Mwanzo tulikuwa tuna maisha magumu na hali mbaya. Leo mimi napata hela, nimekuja ndani mela na ikataa. Mimi nikaona sijachoka bado, nikaendelea tena kumvumilia mke wangu. Lakini leo hii wewe katika hangaika zako kwa umekutana na tatizo. Ile tatizo baada ya kukukuta, wewe ukaona mambo magumu, hela hauna. Umetafuta kokote kwa vijumbe wenzio, kwa vikoba wenzio, lakini pesa upati. Lakini wenyewe nakwambiaje, katika maisha shida huaga inaga hodi na kujaga tu ghafla shemeji. Si ndio hivyo? Basi bwana ukapata kishida chako. Katika kupata kishida chako kaona mimi siwezi kwenda kumwambia mama wangu anipe hela, akati sijui ile pesa imetoka wapi, labda ile hela ya Lamu. Wewe kaanza kuhangaika kutoka na mambo yako ya kijanja janja town hapa. Una vikoba mama. Una michezo unacheza. Una sijui vitu gani, mambo ya Isa, sijui gonga samaki. Umeenda kule kote wamekutolea nje mbavuni. Lakini uko na wewe leo, uje wapi? Uje tena kwa mume wako. Mume wangu, mimi nimekuja hapa nilikuwa na shida na ile hela kidogo na tatizo nayo. Hivyo mimi nitakuelewa kweli? Alikuwa mara ya kwanza uliniambia zile pesa nizirudishe huko nilipozitoa.
Siwezi nikakuelewa kwa sababu wewe mwanzo ulinikataa kacha ukasema zile pesa nizirudishe kule nilipozitoa. Sasa mimi ninakuelewa vipi? Sasa hapo mimi tunashindwa kuelewa. Nyewe na kwani mnatakaga kitu gani? Aswa mkipoa mnalizika. Shem, kwa nini unaniuliza hivi? Nakuuliza hivyo nataka kujua jibu sahihi. Nyewe wanawake mnataka kitu gani? Mbona mnakuwa mliziki? Mtu akiwa hana mnalalamika hana. Mtu akiwa nacho bado tena mnalalamika. Mnatakaje? Au unataka nini? Kwa sisi wanawake ndio jinsi tulivyo, yani tunabadilika. Kwa muda ambao tunakuwa tuna shida tunahitaji tusikizwe kwa muda huo. Sasa ndio hivyo tulivyo. Sasa kwa nini amliziki? Kama mimi hela nilikuwa na, mbona mara kwanza ulikataa sasa? Shem, mbona una panic hivyo? Yaani unafanya kama vile mimi ndo mke wako. Unajua Shemu, hivi vitu unajua vinaenda, lakini sometimes vinaenda kwa hisia. Unajua hapa ninavyozungumza na hisi kama vile ndo mimi, lakini hapana Shemu. Mimi ni yangu tu nijue. Kwa hiyo Shemu hapo, hii kwani mnakoga mnataka nini hasa mpaka mlizike? Mpewe kitu gani ambacho mkipewa mnalizika kwamba mimi hapa nimelizika na nafsi yangu mkatulia? Kitu gani Shemu ambacho nyinyi mnaweza mkapewa mkalizika? Na mwanamke mwingine analizika na kitu ambacho anapata kwa muda huo. Lakini kuna mwanamke mwingine haridhiki na kitu ambacho anahitaji yani. Kwa hiyo ndo iko hivyo. Haki ya Mungu, wanawake hamna kitu ambacho nyinyi mnalizika nayo. Kila kitu nyinyi amliziki, hata mpewe nini hamwezi kulizika nyinyi. Nibege maji ya kunywa mimi ninywe niondoke. Vipi dogo? Mbona nitazama hivyo? Nini shida? Maisha yanabeba vitu vingi sana. Mtazame na huyo. Dogo, kuna shida gani? Mbona niangalia hivyo? Nini shida wewe dogo? Aone mzigo uliobeba ni mzito sana. Unamaanisha nini? Mbona sijakuelewa bado? Vipi mke wangu? Mbona usiku mnane hivi na shida nini? Eti shida nini? Hivi kuna uliweza wewe? Sio kuna nini?